ianze saa 3, wewe unakuja saa 4. Yale yaliyopita unafikiri ni hasara kwa nani? Yale ambayo unakuta yameshapita ni hasara kwa yupi? Si kwako mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Anasema basi enendeni kwa hekima mkiukomboa wakati, kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Kwa habari ya kuwekeza muda wetu ambao Bwana ametupa kwa Bwana, lazima tujue kwamba ni muhimu kujua namna ya kuutumia muda katika mambo ya ufalme wa Mungu na katika maisha yetu pia, kwa sababu mafanikio yetu pia ni utukufu kwa nani? Unapopambana katika kazi zako, unapotumia muda kutafuta, unatumia muda kutafuta, unapata fedha. Katika ile fedha Mungu anafanya biashara na wewe, kwa sababu amesema yeye ndiye Mungu ambaye anakupa nguvu za kupata utajiri. Kwa Mungu ndani yako amewekeza nguvu za kupata utajiri. Halafu wewe zile nguvu umeziweka kitandani, unalala masaa yote, unakaa kijiweni. Baba mtu mzima unatafutwa kwenye kahawa masaa yote. Mama mtu mzima unatafutwa kwenye vijiwe, vigenge vya umbea. Wewe mama una watoto, huo umaskini wako, hicho kilio utakipeleka kwa nani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Kiwa nyumbani huwa nawasikia watumishi wengine wanasema, watu wengine wananiambia, mchungaji, mbona hatukuonaji kwenye kijiwe cha kahawa? Wengine utamkuta mchungaji kabisa yuko mpaka kwenye kijiwe cha kahawa. Siku moja kuna mchungaji mmoja wa Anglikana, moyo wangu uliniuma sana. Ningekuwa bosi wake ningemchana za bakora. Asubuhi saa 2 alikuwa na mshirika wake Dikizee. Asubuhi amefariki. Mchungaji hajui, ametoka nyumbani anakuja kucheza draft sokoni. Mchungaji wanaomtafuta wanamkuta kwenye draft, mshirika amekufa. Kweli? Mchungaji unatafutwa kwenye draft. Umekosa muda wa kushuhudia. Kuna mchungaji wetu huko wa kanisa fulani la Pentecost,